Ishara za rafiki mzuri na jinsi ya kumtambua mbaya. Mhubiri sura 4 mstari wa 9 anasema afadhali kuwa wawili kuliko mmoja. Kwa hiyo rafiki ni muhimu. Ukiwa peke yako unaweza kufika mbali, lakini mkiwa wawili utaweza kufika mbali zaidi. Enenda pamoja na wenye hekima, nawe utakuwa mwenye hekima. Kuna sexual transmitted diseases, lakini pia kuna spiritual transmitted diseases. Haya ni madhara ya kiroho ambayo unaweza kuyapata kama ukiambatana na mtu ambaye sio sahihi. Ile roho ambayo ilikuwa inafanya kazi ndani yake inaweza kuanza kufanya kazi ndani yako, lakini pia ile roho njema ya mtu ambayo inafanya kazi ndani yake inaweza kufanya kazi ndani yako kama ukikaa naye karibu. Katika video hii nitakupa ishara 3 za rafiki mzuri na ishara 3 za rafiki mbaya. Taanza na rafiki mzuri. Ishara ya kwanza ni kwamba anakusogeza karibu na Mungu. Yohana sura 15 mstari 15 anasema, lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba nimewaarifu. Ukisoma kwenye andiko hili utagundua kuwa rafiki hatakiwi kuficha jambo analolifahamu ambalo linaweza kukufanikisha au kukusogeza au kukusaidia. Yesu anasema kwamba yote aliyoyasikia kwa Baba amewaambia wanafunzi wake. Na wanafunzi wake walikuwa ni zaidi ya wanafunzi tu. Kama ukisoma Yuda alivyoenda kumsaliti Yesu, Yesu alimuita rafiki. Hivyo rafiki ni mtu ambaye anatusogeza karibu na Mungu. Namba 2, rafiki ana upendo. Mithali sura 17 mstari wa 17. Rafiki upenda siku zote, na ndugu amezaliwa kwa siku ya taabu. Siku zote mtu ambaye anakuonyesha upendo siku zote, huyo ndiye mtu ambaye anafaa kuwa rafiki. Rafiki anaweza kukosea, ndio, lakini mara nyingi ukiwa katika raha, ukiwa katika shida, ukiwa katika hali yoyote, yule mtu ambaye anakuonyesha upendo, huyo ndio rafiki yako. Haijalishi ule ukaribu ambao mko nao, lakini kama anakuonyesha upendo katika hali zote, sana sana katika hali mbaya, huyu ndio rafiki yako. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 11 unasema, basi farijianeni na kujengana kila mtu na mwenzake vile vile kama mnavyofanya. Kwa hiyo inaweza kuwa nina ukaribu na mtu, lakini mtu huyo haonyeshi upendo wa aina yoyote ile. Lakini pia naweza nikawa sina ukaribu sana na mtu, lakini mtu huyo akawa ananionyesha upendo kuliko hata wale watu walio karibu na mimi. Rafiki yangu ni yupi? Rafiki yangu ni huyo ambaye ananionyesha upendo, hata kama si mtu wa karibu. Ishara ya 3 ni kwamba anashangilia mafanikio yako. Mtu yeyote ambaye ukipata mafanikio, ukipata faida kubwa, ukipandishwa cheo, ukihubiri vizuri, mtu yeyote ambaye hafurahii mafanikio yako, huyo sio rafiki yako, hata kama mpo karibu, huyo ni adui yako. Tujifunze kutoka kwa Yesu. Luka sura ya 10 mstari wa 21 hadi wa 22 unasema, saa ile ile alishangilia kwa Roho Mtakatifu akisema, nashukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya umewaficha wenye hekima na kuwafunulia watoto wachanga. Kwenye tafsiri nyingine wanasema kwamba Yesu alirukaruka. Hii ni baada ya kuwatuma wanafunzi kwamba na watuma wawili, nendeni mkafundishe, mkahubiri. Na baada ya wanafunzi kurudi kutoka katika safari hiyo, wanamwambia Bwana, tazama pepo wanatutii. Kwa Yesu baada ya kufahamu kuwa wameenda na wamefanikiwa kukemea mapepo, Yesu alishangilia. Sababu kwa muda huo inawezekana ni Yesu peke yake alikuwa na uwezo wa kutoa mapepo. Lakini baada ya kuwafundisha wanafunzi na wanafunzi wakaelewa, wakaenda kufanya practical, wakaweza, Yesu baada ya kupata mrejesho kwamba wameweza, Yesu aliruka na kushangilia. Hiyo ni ishara ya rafiki mzuri. Rafiki yote mzuri atafurahia mafanikio yako.
Mtu yeyote ambaye atachukizwa na kuinuliwa kwako, mtu yeyote ambaye atachukizwa na ndoa au watoto unaowapata, atachukizwa na maendeleo ambayo unayapata, huyo sio rafiki yako. Rafiki yako wa kweli ni yule ambaye anafurahishwa na wewe kupiga hatua. Twende upande wa pili wa rafiki wabaya. Ishara ya kwanza kabisa ni kwamba wanakuweka mbali na Mungu. Yohana sura ya 4 mstari wa 4 unasema, enyi wanzinzi, hamjui ya kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui ya Mungu? Basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia huwa adui wa Mungu. Mwanadamu haamui tu kuwa adui wa Mungu, haamui tu kuwa mbali na Mungu, ila wale marafiki ambao wanamzunguka ndio ambao wanamuweka kuwa mbali na Mungu. Kuwa rafiki wa dunia maana yake ni kuwa na urafiki na watu ambao hawatimizi mapenzi ya Mungu. Unajua kuna marafiki ambao wanaweza kukushauri kila siku na kufanya vitu ambavyo havina faida yoyote katika maisha. Sana sana huwa ni kwenye starehe mbalimbali za dunia. Rafiki ambaye anakuvuta kila siku uende kwenye starehe fulani ni tofauti kabisa na rafiki ambaye anaweza kukuvuta kwenda kufanya mambo ya maana. Wakorintho wa kwanza sura 15 mstari wa 33 unasema, msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Mwandishi wa Zaburi katika sura ya kwanza kabisa anaandika kwamba ni heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kuketi barazani pa wenye mizaa. Biblia imeonya kabisa kukaa katika maeneo yenye mizaa, watu ambako wanaongea utani, watu ambako wanasema majungu, wanawasema watu, sehemu ambako hakuna mada ambayo inaweza kuleta maendeleo. Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Hata kama una tabia nzuri, lakini ukijikuta kila siku unakaa kwenye maeneo ambayo wanapiga story chafu, story za kidunia, hata katika mitandao ya kijamii tunashuhudia, ukipita TikTok unakuta kuna story kuna videos ambazo watu wanaongelea mambo ambayo sio mazuri kiukweli. Kusikiliza mazungumzo hayo kuna haribu tabia njema. Unaweza kuwa huna mpango wa kufanya hayo matukio ambayo wanayaongea, lakini kutokana na kwamba unatazama, basi tabia yako taratibu inageuzwa. Ishara ya pili ya rafiki mbaya ni rafiki mwenye hasira. Biblia inatuambia kuwa hasira hukaa kifuani mwa mpumbavu. Hasira sio kitu kibaya, kila mtu ana hasira, lakini kushindwa kuikontrol ile hasira, hicho ni kitu kibaya. Ni hatari sana kukaa na mtu ambaye anakasirika kirahisi sana, hata katika mambo ambayo hayahitaji kukasirika. Mithali sura 22 mstari 24 inasemaje? Usifanye urafiki na mtu mwenye hasira. Hii ni amri kama zilivyo amri zingine katika Biblia. Kama ilivyo usiibe, kama ilivyo usizini, kama ilivyo usimshuhudie jirani yako uongo. Hapa kwenye Mithali mwandishi anatuambia usifanye urafiki na mtu mwenye hasira. Mtu mwenye hasira ni mtu hatari kuliko mtu yoyote, kwa sababu huwezi jua anapanga kufanya nini na huwezi jua atafanya nini muda wowote unaokuja. Nisiingie sana hapo, lakini najua kuna watu unawafahamu ambao wana hasira. Hii ishara ya tatu na ya mwisho itakushangaza. Ishara ya rafiki mbaya ni yule rafiki ambaye anaona wivu. Sasa kuona wivu ni nini? Anaweza sionyeshe kwenye matendo kabisa waziwazi na ukaona. Sababu ni ngumu sana kumjua rafiki mwenye wivu, kwa sababu mnakuwa ni watu wenye ukaribu sana. Kwa hiyo ni ngumu sana kutambua. Ni ngumu sana kuiona shida kwa rafiki. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 37 mstari wa 5, hii ni story muhimu sana ya Yusufu. Mstari unasema Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake, nao wakazidi kumchukia.
Unamjuaje mtu ambaye ana wivu? Ni pale ambapo kila muda ambao utamueleza malengo yako, kila muda ambao utamueleza mipango yako, kila muda ambao utamueleza jambo ambalo unataka kulifanya ambalo litaleta matokeo makubwa. Labda natamani kufanya biashara fulani, natamani nikaombe kazi sehemu fulani, natamani nianzishe kitu fulani. Huyu mtu mara zote atakukatisha tamaa. Hawa walikuwa ni ndugu zake wa damu ya Yusufu. Sasa hawa walivuka mipaka na kwenda mbali zaidi na kutaka kumuua. Lakini katika level ya chini kabisa, rafiki mwenye wivu ni yule ambaye kila mara anajaribu kuua malengo yako, anajaribu kuua mipango yako. Kuna msemo unasema misery loves company. Wanajisikia raha kuona wote tupo katika level sawa. Wanajaribu kuua kama jinsi ambavyo walijaribu kumuua Yusufu ili asitimize ndoto yake. Hata wewe pia watu hawa huwa wanajaribu kuua mipango yako, kuua maono yako, kuua kila jambo jema ambalo unatamka katika kinywa chako. Na kila mara ukifungua mdomo na kuanza kuongea na hawa watu na kuwaambia mipango yako, unajikuta umeshindwa kabisa kuitimiza, kwa sababu ile nguvu yote wanakuwa wameinyonya na kukatisha tamaa kwamba utapata hasara, utafeli, utashindwa. Asante. Kama umeipenda video hii, unaweza ka-like na ukaacha comment yako ili tujue ni rafiki wa aina gani ambaye uko naye kwa sasa. Mungu akubariki. Tutaonana.